my Bible, and it's a wonderful Bible that God gave without measure. We are traveling together, my Bible. Ephesians 4:25. Biblia inasemaje? Wasomaji, watoto waliacha Biblia nyumbani, na hivyo ndio tunachelewa na mahubiri yetu. Hii ni 25. So therefore putting away lying, each one speaks truth to his neighbor, for we are members of one another. Kichwa cha fundisho langu, mahubiri langu ni kusema ukweli. Say the truth and the truth shall set you free. Kulikuwa na watoto wawili wa familia moja. Mmoja alikuwa anaitwa Okupaka Okupusi. Alikuwa anaitwa nani? Alikuwa anaitwa Okupaka Okupusi. Alikuwa anaitwa nani? Na alikuwa na ndugu yake alikuwa anaitwa Okupusi Okumiao. Alikuwa anaitwa, walikuwa vijana wangapi? Mmoja alikuwa anaitwa Okupaka Okupusi na ndugu yake sio Okupasa Okumiao, ni Okupusi Okumiao. Asante. Vijana hawa wawili, najua zamani, siku hizi ni vile technology ni advance, vitu zimekuja zikiwa zikibadilika na za dhamana sana. Zamani thermos flask hii ya glass ilikuwa ni gold sana. Familia zenye zilikuwa zina afford ni chache, na kama ilikuwa affordable kwa familia yenu, inachungwa with a lot of care. Lazima muichunge sana isiharibike. Hii thermos ya kina Okupaka Okupusi na Okupusi Okumiao ilikuwa ya kuweka uji ya mtoto. Uji ya mtoto ikiwekwa pale, mama akienda shamba, akienda kazi, anawaambia wawe wanachota, wanampatia mtoto anapohisi njaa. Lakini kama kawaida zamani, uji ya watu wazima haikuwa tamu kama uji ya nani. Kwa hivyo Okupaka Okupusi na Okupusi Okumiao wakawa wanaenda kuiba uji ya nani. Na kwa hivyo wanapoenda kuiba uji ya mtoto, kila mtu anaenda kwa zamu yake ili mwingine asijue kama ameenda kufanya nini, kuiba. Kwa hivyo wakawa wanaiba hivyo kwa zamu, lakini Waswahili wakasema siku za mwizi lakini zilipungua kutoka 40 za kina Okupaka Okupusi kafika 39 na wakashikwa. Okupaka Okupusi akaenda akaiba uji, Okupusi Okumiao naye akaenda akaiba. Hiyo siku ikawaendea vibaya. Ilipowaendea vibaya, Okupaka Okupusi, unajua kule ushago hakukuwa na kabati ya kuweka uji. Kuna kale kakamba kakohangu pale kwa ukuta, alafu thermos inafanya nini? Naekwa juu. Na huwezi fikia ni mpaka umepanda juu ya kitu ndio ufanye nini? Ufikie. Kwa hivyo wakawa wanachukua ile kitimoto ndogo nyumbani, anasimama juu, anatoa thermos, anachota uji, anakunywa, akisha kunywa anarudisha. Kwa bahati mbaya hiyo siku ile kiti ndogo haikusimama vizuri. Alipokanyaga juu, ameshika thermos, kiti ikateguka, thermos ikafanya nini? Ikavunjika. Ilipovunjika akafikiria afanye nini. Na unajua kina mama zetu walikuwa wanajua kupea mtu discipline, si kama wa sasa. Kwa hivyo Okupusi Okumiao akaogopa kwamba mama akikuja akipata thermos imevunjika atafanya nini. Akafikiria afanye nini, akaamua kuirudisha
ili aweze kusingizia mwingine. Okupaka Okupusi akachukua thermos polepole akarudisha juu. Na sijui kama walikuwa wanajiwana wao wote ni wezi, lakini sasa akawa anachungulia aone ndugu yake akikuja kuiba, akishika thermos aseme ni yeye amefanya nini? Amepasua. Akawa anachungulia kwa mlango. Naangalia. Okupaka Okupusi akichungulia, akaona Okupusi Okumiau amekuja polepole, ameingia kwa nyumba, naye akachukua kiti moto, ameweka, sasa amekanyaga juu ya kiti, anaenda kushika thermos. Akasikia haya makanja. Waya makanja. Umevunja thermos. Yule akastuka, akaangalia ni nani? Akamwambia, nini? Usiongee. Wewe ndio umevunja nini? Mimi hata sijaguza hata siku. Tusibishane. Wewe ndio umefanya nini? Umevunja thermos. Wakasukisha, wakafungua, wakaona kweli imevunjika. Lakini sasa Okupaka Okupusi alikuwa elder brother wa Okupusi Okumiau. Okupusi Okumiau ni mdogo, hana uwezo ya kubishana na ndugu yake mkubwa. Kamwambia sasa, ndio nisiambie mama, si unajua mama akikuja ninatafanya. Ndio nisimwambie, sasa nataka usikie na unisikize vizuri. Kuanzia leo, kuanzia saa hii, chakula yako when you are served, you don't eat. Unafanya nini? Unanipatia. Wewe unaweza kubali? Unaweza kubali? Na ukikataa utashtakiwa ulivunja nini? Akamwambia nimesikia. Lakini sasa nikisikia, usiniambie ukisikia, tusibishane. Wewe ukisabiwa chakula usifanye nini? Usile, unipatie. Namba 2, walikuwa na wheelbarrow. Tukiwa hapa nyumbani, wewe utakuwa unanizungusha na wheelbarrow hivi kama mara 4-5 kila siku. Walikuwa na mbuzi na kondoo za kuchunga kwa kiwanja. Akamwambia sasa, kuanzia leo tukienda kwa kiwanja, wewe ndio utakuwa unakimbia kukusana na mbuzi zikirudi, mimi nikiwa nimetulia. Akaanza, sasa ndugu yangu wewe umevunja nini? Tusifanye nini? Tusibishane. Kuanzia leo utakuwa unaenda unarudisha mbuzi. Akakubali. Wakafanya hivyo kwa muda. Lakini kwa sababu huwa hali akawa ni mnyonge. Sasa kumsukuma na wheelbarrow inakuwa shida. Kwa sababu hali akaendelea kwa mnyonge. Na akirudi nyumbani, mama akisavu chakula, anasavu Okupaka Okupusi kama ameangalia Okupusi Okumiau. Sasa zile anajaribu kuonja hivi, anamwangalia na macho kali. Umesahau? Tulisema usifanye nini? Anampatia. Wanatoka nje, anamwambia bwana, si wacha nikule hata kidogo. Kumbuka ulivunja thermos. Niende niseme? Hapana, usiseme. Usiseme. Ama niende? Hapana, usiseme. Akatulia. Akafanya hivyo kwa muda. Siku moja mama yake akaona Okupusi Okumiau amedhoofika, afya yake, amekuwa mnyonge. Akamuuliza, na mtoto wangu shida iko wapi? Naona ni kama hauko sawa. Wewe ni mgonjwa? Okupusi Okumiau anajikaza kwa sababu Okupaka Okupusi anamwangalia na macho kali, akijaribu tu aseme ni yeye anakula chakula yake, na yeye atamsema ni yeye alivunja nini? Thermos. Kwa sababu alifanya kisiri, na baada ya kuvunjika wakaitupa. Okupusi Okumiau akafikiria ndani yake, na akakumbuka amekuwa akifundishwa, na akakumbuka fungu hilo tumelisoma, sema ukweli na kweli utafanya nini? Utakuweka huru. Okupaka Okupusi wakiwa kwa kiwanja kule wanachunga mbuzi, Okupusi Okumiau akajificha, akarudi nyumbani. Akasema sitateseka hivi kwa muda mrefu. Wacha nirudi nimwambie mama ukweli yale yaliyojiri, angalau hata niwe nikipata chakula nipate kula. Akanyenyekea, akarudi nyumbani, akafika kwa mlango. Na unajua saa zile unakosa, kumbuka mama yako vile alikuwa mkali, unaweza muapproach haraka. Akafikiria
lakini akajikaza, akajitia nguvu, akasema say the truth and the truth shall set you free. Akaenda kwa mama yake akamwambia, mama, wacha nikuambie. Sasa kabla hajasema, machozi yakaanza kumwagika. Mama akamwangalia, akamwambia nyamaza, akamsugua mgongo hapa vile mama mnafanya mtoto za zile amelia amekasirika. Akamsugua, akamwambia usilie. Nini? My son, niambie. Akalia, akanyamaza. Akaanza kumwambia, unakumbuka ile thermos ilivunjika tukatupa na tukasema iliibiwa, lakini haikuibiwa. Tulipokuwa tunapea mtoto uji, nilienda kutoa ikavunjika, na ilipovunjika ndugu yangu kupanga ukupusi akanipa punishment, akasema tusiseme kwamba ilivunjika, tuwe tunasema uongo. Lakini leo nimeamua niseme ukweli kwa sababu nimesumbuka kwa muda mrefu, hata chakula sipati, hata amani sina, ndugu yangu ananitesa sana. Mama akamhurumia, akampanguza machozi, akamwambia pole. Sasa leo utakula. Ukupaka ukupusi kule kwa kiwanja, akitafuta ukupusi ukumeao, hakumuona. Akakasirika, akafukuza mbuzi na kondoo kuja nyumbani haraka. Akuja ambie mama, na ndugu yangu na yeye hata leo sijui yako wapi, amenipotelea, mbuzi zinanisumbua, kondoo zinasumbua. Kufika nyumbani, akamkuta ako nyumbani. Akamwangalia hivi. Akakuja, kabla aende kwa mama, akakuja pole. Akamuuliza, na unakumbuka vile tulisema? Na umefanya aje? Mimi nimechoka, hata sitaki kufanya hiyo vitu umenifanyisha muda mrefu. Utaki kufanya? Niende niseme? Kwa sababu kupaka ukupusi alikuwa ashasema, sasa hapo na ujasiri anamwambia fanya nini? Enda useme. Niende? Enda. Niko akafika kwa mlango. Niingie niseme? Nimekuambia sema. Yule akakasirika. Imagine vile utasikia hasira. Naweza mpiga. Alipokaribia kwa mama, akambia, mama, nikwambie? Niambie. Unajua nini? Sijui. Unaona ile thermos yenye ilivunjika, ukupusi ukumeao, kabla malize kusema ndiye alivunja, mama akamwekea kofi, akamwambia, wewe umekuwa ukisumbua ndugu yako hii muda yote, na kwa nini hamjakuwa mkiniambia? Na kwa hivyo sasa leo wewe ndio hutakula, yeye ndiye atafanya nini? Watoto, vile fungu letu linasema, sema kweli na kweli itakuweka nini? Ukupaka ukupusi walikosa kusema ukweli. Ukupusi ukumeao akateseka. Ile siku aliamua kusema ukweli, alikuwa huru na kawa huru kabisa. Wangapi pamoja nani wanasema tumedwell sana kwa kusema uongo kama watoto? Mungu atusaidie tuache kusema uongo na tuseme ukweli, na kweli tuweke huru. Wacha tuone kwa ishara ya mikono. Na watu wazima, labda hata sisi zingine tumedanganya wenzetu na hatujasema ukweli. Tuseme kweli na kweli tuweke huru. Mtakatifu na Mungu wetu, jina lako litukuzwe. Tumekutenda mabaya pasipo kusudia, wenzetu tumewaudhi pasipo kutarajia. Tusaidie tuseme kweli na kweli tuweke huru. Katika Kristo tunaomba na kuamini. Mungu awabariki.